amekupa nafasi, amekupa kibali. Uko na uhai siku ya leo. Siku ya leo amekupa nafasi ya kuja nyumbani mwake. Kuna wengi walitamani kuwa katika ushirika lakini hawakuweza. Lakini Mungu amekupa kibali hicho siku ya leo, ukaweza kuwa nyumbani mwake. Worship the Lord in the beauty of holiness this afternoon. Worship Him from the bottom of your heart. He loves you without condition. There is nothing you need to do for Him to love you. He has loved you from everlasting to everlasting. He has loved you before you were born. He has always loved you before you were conceived in your mother's womb. Even before the foundations of the world were laid, He loved you. Worship Him. Worship Him from the bottom of your heart. You are worthy, oh our Father and our God, the maker of the heavens and the earth and the fullness thereof. Who is like unto you? There are many gods in the earth, but you are the only true God who is worthy to be praised. You are the only true God who is worthy to be adored. You are the only true God who is worthy to be uplifted. I give you praise from the bottom of my spirit, from the bottom of my heart. I lift up your name. I lift up your name. I glorify your holy name, Abba Father. Thank you for this opportunity you have given unto me. Thank you for this opportunity you have given unto us, Heavenly Father, to be in your presence. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. While still tukiwa tumesimama, nataka tufungue Biblia zetu kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. The book of 1 Corinthians chapter number 4. We are reading from verse number 1 through verse number 2. Sote tuangalie kwa screen pale. Nataka tusome sisi sote kwa pamoja, ama unaweza pia kuangalia katika Biblia yako pia. Sisi sote tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Taka turudie tena. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Father, bless your word. Naomba tuweze kuketi chini. Niko na muda kidogo. Naomba upunguze eko kidogo. Nataka tuzungumze kwa muda mfupi kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu wakati alipomuumba mwanadamu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, alimpa majukumu katika mstari wa 28, na alipompa yale majukumu ilikuwa inahitajika kwa huyo mwanadamu ambaye Mungu alimuumba aweze kuwa mwaminifu katika yale maagizo ambayo alipewa na Mungu, ili akaweze kufanikiwa katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu angeweza kufanikiwa katika maisha bila uaminifu. Sema uaminifu. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 1, neno la Mungu linasema nini? Faith is the assurance. Ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani ama mambo ambayo yanatarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Praise the Lord. Faith, one, ni hakikisho, assurance ya mambo ambayo yanatarajiwa. Ni bayana ya mambo ambayo yanatarajiwa. Praise the name of the Lord. And therefore Paulo anaandikia Wakorintho. Unajua kanisa la Wakorintho ndio Paulo aweze kuwaandikia hiyo barua. Walikuwa na mambo mengi ambayo yametajwa katika kanisa la Wakorintho. Kulikuwa na mvutano baina ya Wakristo ama baina ya wateule ambao walikuwa wamemkubali ama wameokoka, wamempokea Yesu katika moyo wao. Wengine walikuwa wanasema sisi ni wa Paulo, na wengine wanasema sisi ni wa Apolo, na wengine wanasema sisi ni wa Yesu. Lakini Paulo akawaandikia barua akiwaambia kwamba jambo hili alistahili kuwa ndani yao. Ndio akawakumbusha ya kwamba wawahesabu wao kama watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa servants of God kwa tafsiri nyingine ni kukuwa mwakilishi wa Mungu, a representative of God in the earth. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi sote baada ya kumpokea Yesu, we have become God's representatives. Sema mwakilishi. Unapochagua mwakilishi wako wa area hii akuwakilishe katika bunge la Nairobi, unatarajia huyo mtu aende kuwasilisha masilahi yako pale bungeni, si ni kweli? Naye Mungu wakati alipokuchagua wewe akakuweka uwe mwakilishi wake, anatarajia wewe uwe unawakilisha masilahi yake katika bunge la ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na inakuwaje wakati mwakilishi amekosa kuwakilisha watu wake? Inakuangaje? Halo? Anaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliongea katika neno lake akasema anaweza kuamsha watumishi kutoka kwa mawe, si ndio? Kumaanisha kwamba ukikosa kukuwa mwakilishi wa Mungu ulimwenguni, namna ameangiza katika neno lake, kuna kuondolewa. Bwana asifiwe. Paulo anasema wengine wataokolewa ni kama kupitia kwa moto. Praise the Lord. And that is not the will of God. Praise the name of the Lord. Now, when God created man in the earth, this word stewards, ukiangalia kwa dictionary,
Stewards inamaanisha nini? Bwana asifiwe. The word stewards is an act of managing things that doesn't belong to you. Act of managing things that does not what? Belong to you. Wewe kama mwanadamu, you do not belong to you. Praise the Lord. Amen. Wewe jinsi ulivyo, you belong to God. It is His possession. Praise the name of the Lord. Amen. And He has given you to you in order for you to steward. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupeana kwako wewe ili ukaweze kumanage resources zake, ukamanage kila ambacho si chako. Maandiko inasema in the book of Ezekiel 18 and verse number 4, all souls are mine, says the Lord, and every soul that sinneth shall surely die. That means every soul that does not steward, every soul that does not manage, it will die. Bwana Yesu asifiwe. Na sio threat, sio kwa sababu Mungu akupendi, hapana. Listen, hauna condition yoyote umepewa na Mungu ili uweze kupendwa. Hello? Kupendwa na Mungu hakuna condition. It doesn't matter what, hata kama wewe ni muuaji, hata kama wewe ni mnyang'anyi, God loves you. The book of John chapter 3 and verse number 16 imeongea vizuri. Ikasema kwamba for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Now, condition ya kuwa na everlasting life ni kumwamini, si ndio? But to be loved has no condition. Kwa hivyo Mungu anakupenda, hajalishi uko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili ukaweze kupreserve uhai wako, ukaweze kupreserve your soul, you must steward your life. Wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Now, stewardship requires, iko na vitu kadhaa ambazo zinaambatana na hili neno ama hii kazi ambayo tumepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa kwamba it is required of every steward to be found faithful, si ndio? Kwa hivyo the first principle ya stewardship ni faithfulness. Bwana Yesu asifiwe. You must be faithful in the things of God katika ulimwengu. You must be faithful kwa kile kipawa ambacho Mungu amekupea. Kama umepewa kipawa cha kuwa mzazi, kwa mfano, acha nichukue hiyo kwa sababu ndio example moja ambayo kila mmoja tunaweza kujua. Mzazi, Mungu amekupea kibali cha kukuwa a parent. It is not itaita nini? Sio lazima uwe mzazi. Mungu amekupea kipawa chako wewe kuwa mzazi. That means amekupea watoto. Kuna watu ambao hawana watoto. Hello? Now, ikiwa Mungu amekupea hicho kibali cha kuwa mzazi, it is required for you to be found faithful in stewarding your children. Watoto wako wakiingia katika mahali ambapo wakikuwa si wacha Mungu,
you are not being faithful. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa kukuza watoto wako, neno la Mungu linasema bring up your child in the way he should go, and when he is grown up he will not depart from that. That is stewardship. Praise the name of the Lord. And you need to be faithful. Ambia mwenzako, geukia mwenzako, mwambie you need to be faithful. Bwana Yesu asifiwe. So faithfulness is one of the qualities, is one of the characteristics, is one of the principles of stewardship. Uaminifu. Bwana asifiwe. The other quality is ownership. Ownership katika stewards, okay, ni lazima huyo mtu ambaye amepewa nafasi ya kuwa steward aelewe ya kwamba zile vitu amepewa si zake, ziko na mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishajua ya kwamba uko na vitu vya mwenyewe amekupea ili ukaweze kuzisimamia, ni lazima wewe uwe mwaminifu, otherwise utanyang'anywa. Bwana asifiwe. Allow me to state hii ama kuisema hii. Na naomba unielewe, nisikuchanganye. It is not the will of God for you and me to be called a Christian. Kunyamaza kwenu kunaniambia niseme kitu. Bwana asifiwe. Christianity is a word that was given by pagans to the followers of Christ. Nataka unielewe. In the book of Acts chapter number 26. Apostles wa Yesu waliishi maisha ya Kikristo, walitenda yale matendo ambayo Yesu alikuwa anayafanya, mpaka the pagans, watu wa ulimwengu, wakawaangalia, because walikuwa wameangalia Yesu, walikuwa wameona Yesu namna alikuwa anaishi, wakaangalia wanafunzi wake namna wanaishi, wakawapea jina wa Kristo. Maana character, lifestyle yao, nature yao ilionyesha Ukristo, na wakapewa hiyo jina. Jesus never mentioned. The first public statement ya Yesu wakati alipoingia ulimwenguni na akaanza kutangaza, alisema repent, for the kingdom of God is at hand. Praise the name of the Lord. Amen. Now Christianity has blinded the Christians in their minds to an extent they cannot know the truth about the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me ask you a question. Kutoka pale hii katika kutamka chini kwenda polisi kanaitwa maji pale. Hiyo kasema. Hapo kwa kona hapo. Ya kutamka Waikon. Kutoka hapo Waikon mpaka hapa kuna makanisa ngapi? Kuna mangapi? Si unapitia hapo? Kama 5. Yako ngapi? Kama hivi. Kuna moja ile iko wakati umeacha kabla hujaingia upande huu. Kuna moja hapo. Ukiingia kuna nyingine upande wa kulia, kabla hujaingia, kabla hujafika kwa hii barabara ya kuteremka polisi. Kuna kanisa hii.
Iko hapo kama ukitoka supermarket, ukija iko na kanisa hapo. Alafu ukivuka nini? Kuna makanisa mawili hapo. Upande huu ziko 3. Alafu na barabara ya kuingia polisi ukitoka kuna nyingine. Si ndio? Ukisonga kidogo kuna nyingine iko left. Si ndio kweli? Ukisonga waje hii mbaya ya kona hapa, kuna nyingine iko hapa. Now, in normal circumstances, hao ni Wakristo. Sikio, si ndio? Yesu, wanafunzi wa Yesu wakati waliishi ndio waitwa Wakristo. Sio hii. Si ndio? So this is religion. Christianity in essence is what? Ni religion. Hata ukinyamaza. Christianity is a religion. And Jesus did not, God himself did not originate religion in the earth. Sikwambia usijiite Mkristo, hapana. Lakini mwacha character na matendo yako, tabia yako, character yako, nature yako. Iambie watu ya kwamba wewe ni Mkristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wataangalia wakuone kile kitu ambacho unatenda ni kile Yesu alikuwa anatenda. Sisi tulisomewa tukaambiwa let the mind that which was in Christ be also in you. Siku na mstari asubuhi tulisomewa hivyo. Wacha akili ama akili ambayo ilikuwa ndani ya Yesu iwe wapi? Ndani yako. Na ikiwa ndani yako, basi utaweza kutenda yale ambayo alikuwa anayatenda wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. So it is my prayer that you seek to understand the truth about the kingdom more than being a Christian. Kwa sababu watu wengi they are trying to live Christian life. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanajaribu kabisa kwa njia zote kuishi a Christian life, and as a result they become religious. That hizo tabia za kutaka kuwa Mkristo, hizo tabia za kutaka yani unakuja kanisani kwa sababu ni Jumapili, unaenda maombi kwa sababu unaendangwa, hiyo tabia ambayo watu wanajaribu kuiishi ili waitwe Wakristo, inabadilisha watu wanakuwa watu wa dini. Bwana Yesu asifiwe. And listen to me, Jesus did not come into the earth to die for Christians. He came to die for sinners. Peke yake. Na wakati alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, hakuwapea jina wa Kristo. In essence, aliambia wanafunzi wake, go and wait in Jerusalem, so that you may be endued with the power. And when the power, the Holy Spirit shall come upon you, He shall make you to witness for me. Bwana asifiwe. From where? Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Bwana asifiwe. So it is required of us to go and wait. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati utakapongojea nguvu za Mungu, what will come after? Baada ya nguvu za Mungu kukuja, it will not be you. Problem ni kwamba tumefanya kazi ya Yesu ama kazi ya Mungu kwa nguvu zetu. Na ndio maana tunang'ang'ana katika maisha. We have not waited to be endued with power. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa twende tungojee. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Roho wa Mungu atakapokuja, hatutahitaji watu hatahitaji kuuliza kama mtu amejazwa na Roho. Hawatahitaji.
because the power will flow automatically. Lakini shida ni kwamba we are trying as much as possible to live Christian lives, so much that we have forgotten about the kingdom. The Bible says in the book of Romans 14 and verse number 17, I think, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Praise the name of the Lord. Amen. So, when the Holy Spirit has come, He will, number one, ataleta righteousness, ataleta amani na furaha. Hizo vitu tatu zinapatikana katika ufalme wa Mungu. Na wakati huu wa Kristo wengi hata tutaki kufanya utafiti, angalia tu utaona they have no peace. Righteousness has become a myth. Haki imekuwa ni hekaya katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ufalme wa Mungu umetengwa na Ukristo. Kwa hivyo naomba Mungu atusaidie tutenge Ukristo, tuuteke ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ufalme tutauteka namna gani? Allow the Holy Spirit to work on your life. Wacha Roho wa Mungu aweze unaitwaje? Let him work on your life. Whatever is inside that is not pleasing unto God, whatever is contrary to the will of God, the Holy Spirit ataenda akitoa step by step. You cannot, 1,000 kilometers is started by a step, brethren. You cannot cover 1,000 kilometers instantly. Wewe sio Mungu, you are not omnipresent. Bwana asifiwe. You need to go step by step. Wakati mtoto akizaliwa ameimeno siku hiyo, si ndio? Atembei siku hiyo, si analelewa, anakuwa. Ndio Paulo anatuandikia katika kitabu cha 1 Peter chapter 2 and verse number 1 and 2 ya kwamba kama watoto wachanga, as newborn babies, crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up unto your spiritual maturity. Kwa hiyo neno, Bwana Yesu asifiwe. Tukikosa kuzingatia ufalme wa Mungu, ndugu zangu, dada zangu, na waelezea ukweli ya kwamba we will be held up by Christianity in our minds so much that we will not be able to know the truth about the kingdom. Na ni jukumu letu kujua ufalme una mambo gani. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kitu cha kwanza Yesu aliambia wanafunzi wake in the Sermon on the Mount, Matthew chapter number 5, aliwaambia seek ye first. Hallelujah. Amen. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na nini? Na haki yake. Achana sasa na hivi vitu zingine, because Christianity will cause you to look for these other things. Religion na unasisitiza Christianity because sisi tumepotoka. Wakristo tumepotoka kabisa. Na endaga namna hii nikiangalia naonaga confusion among us. We are saying that we are born again, but we do not love one another. Because if we loved one another and we understood what Christ taught, hatungekuwa hivi tuko. Hatungekuwa kabisa. So wanadamu walimwengu wako na akili kabisa kuliko wana wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba tusikue kama hao. Hello? Na tutakosa kukua kama hao namna gani? We must get the knowledge.
because my people perish because they lack knowledge. Nataka kumalizia kwa kusema nimetaja tu utoto wetu, nimetaja tu. Nataka kumalizia kwa kusema karakta yetu, mienendo yetu, maongeo yetu, mafikirio yetu, naomba yaweze kureflect Christ. Yesu asifiwe. The prayer of my heart ni ya kwamba neno la Mungu ambalo ndio nuru enlighten your spirits, enlighten your hearts, ili wakati unapofungua kinywa na kuongea, wakati unapomsifu Mungu. By the way, nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Leo tungesonga kidogo. But wakati unapomwabudu Mungu, hapana ingia in the holy of holies na kutoka. I will continue insisting that. Bwana asifiwe. Ukiingiza watu pale, si ukae hapo. Unaelewa na maanisha nini? Because all of us are priests. Sisi sote ni makuhani. Revelation chapter number 5. No. Yeah, chapter number 5, I think. First Peter chapter 2 and verse number 7 hapo. Inaongea nini? Inasema kwamba we are a royal priesthood. Si ndio? Tunaambiwa kwamba sisi ni royal priesthood. Kila mmoja wetu ni kuhani. Amen. Wacha kusema, unajua nimefurahia sana. Thank you Joshua Joel. Eti Wakristo wamefanya wachungaji kuwa waganga. Ukipatikana na shida, badala ya kwenda kama kuhani, because Yesu wakati alipokufa msalabani, vazi ile ambayo ilikuwa imezuia makuhani kuingia katika Holy of Holies, because the high priest peke yake ndio alikuwa anaingia huko, hiyo vazi ilikatika. Ikamaanisha nini? You can go. Bwana Yesu asifiwe. You can do what? You can go to God. But nataka reflect hii jambo. You are high priest. Our Savior Jesus Christ. The Bible says entered there once and for all. Sio kama makuhani wale ambao walikuwa wanaingia pale kila mwaka. Yesu aliingia pale once and for all, and he gave us access. But you must understand, nobody can enter into the presence of God unholy and come out. Praise the Lord. Amen. So if you are making an attempt to go there, sikia, protection yako ni Yesu na damu yake. Sikia, unanisikia? Yes. Protection yako ni nini? Yesu na damu yake. Enter there with confidence, kwa sababu unajua ya kwamba dhambi zako zimefanya nini? Umesamehewa na umeoshwa dhambi zako. Bwana asifiwe. Maana Mungu atakubali mtu yeyote aingie katika uwepo wake akiwa mwenye dhambi. Utajua ujui. Na Mungu hatakubali jina la mwana wake litumiwe kama a license ya watu kupokea vitu. Jina la Yesu alikupeanwa na watu waitumie kama ATM. Bwana Yesu asifiwe. Aliwezi likatumika kama ATM ama pin card? Haiwezi. Halo? Wakati unapoenda kwa bank kwa withdraw pesa, lazima uwe uko na account pale, si ndio? Lazima uwe
na pesa katika akaunti yako. Na unaweza kuwa na account na unaweza kuwa na pesa katika hiyo account lakini ukose kuzitoa. Ziko zako. Hello? One, kuna specimen ya signature yako. Si ndio? Wakati unapoenda kufungua account, si kuna specimen ambayo signature unaweka. Amen? So ukienda kwa account pale, you must identify yourself. Praise the name of the Lord. Una present your ATM kama utaki withdraw kutoka kwa ATM machine, una present your ATM, na baada ya kupresent kwa ATM kuna karatasi unajaza and you sign under that karatasi, and your signature ambayo umeweka kwa hiyo karatasi must coincide with the specimen of the signature uko ndani. Zikikosa kutali, pesa ni zako lakini hutapata. Bwana Yesu asifiwe. The same with the kingdom of God. You must be identified. Lazima wakati unapoingia pale, you are able to be identified. And your identity is in the Lord. Bwana asifiwe. You must have a relationship. Hiyo ndio ile kitu mwanadamu alipewa na Mungu in the Garden of Eden. First chapter of Genesis, verse number 27. Mungu alifanya nini? Praise the Lord. Alipea mwana Adam kitu kinaitwa relationship. Image yake Mungu alikupea likeness yake. Bwana Yesu asifiwe. So you must be able to be identified as a child of God because you have a relationship with God through His Son Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kando na hiyo, ndugu yangu na dada yangu, usijisumbue. Try as much as possible to maintain the relationship. Hiyo tu. Na itakuwa maintain namna gani? Neno la Mungu limekuagiza be holy for I am holy. Daudi wakati alipomuua Uzia, na kwanza alilala na bibi yake kabla, si ndio? Si ni kweli? Kabla hajamuua Uzia, alichukua bibi ya Uzia, Uria. Alafu baadaye wakati bibi ya Uria alikuwa mjamzito, jamaa akajua atapatikana, akaua Uria. Na ndio ikaresort na Psalms 51. Psalms 51. Daudi alipoambiwa kile kitu ambacho amefanya, because alikuwa anafikiria hajajulikana, alipoambiwa alipiga magoti mbele za Mungu na kuomba, na akaambia Mungu, create in me a clean heart and renew within me the right spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maombi nataka uombe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. So that you may maintain that relationship yako na Mungu. Ndio posa wakati unapoenda tutaacha kusumbua wachungaji. Tutaacha kuwasumbua watumishi wa Mungu kwa kuambia mchungaji, hapa kumeenda kitu, mambo yameniramba. Utaacha kuambia mchungaji, mchungaji niombee. Yes, ni vizuri kushikana pamoja, because neno la Mungu linasema chochote wawili ama watatu watakubaliana hapa duniani kitakubaliwa mbinguni. Ni vizuri, lakini kabla hujafikia hapo, you are able to go yourself. Bwana asifiwe. And we need that relationship. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaomba kitu kingine, nataka tu tuombe Mungu atusaidie ili tukaweze kuwa na moyo wa kumwondeka mbele za Mungu. Tukaweze kuwa na maisha ambayo unaweza kuwa na ushahidi, confidence, kusimama na kumwambia Mungu, Father, in the name of Jesus I come. Na anakuambia, welcome my son. Welcome my daughter. Bwana Yesu asifiwe. How I pray that this fellowship
example to the rest of the believers in Kenya. Tunaweza kuingia na tunasema Father, in Jesus name I have come. Anakuambia my son, welcome. Bwana asifiwe. Hiyo ni jambo ambalo linaweza kupendeza. Na tutafanya hivyo namna gani? Let us fight this battle ya mwili. Niliwaambia neno la Mungu linasema flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God. In short, mwili hauwezi ukaokoka. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Mwili hauwezi ukazaliwa mara ya pili. Hata ufanye nini, hauwezi. Bwana asifiwe. Ni jukumu lako kuweka mwili chini ili ukaweze kuishi na ukaweze kupendeza mbele za Mungu. Tusimame kwa miguu yetu miwili. Na kusii utamani kuwa mtu wa aina hiyo. Enda mbele za Mungu tu, mwambie akusaidie. Sema kama Daudi, create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. Na ukifanya hivyo, Mungu ni mwaminifu na wa haki. Maandiko inasema niiteni nami nitawaitika, na nitawaonyesha mambo ya ajabu na makuu ambayo hamyajui. Call upon the Lord. Kila mtu anajijua. Mimi sina haja ya kukusisitiza ama kukusukuma, kwa sababu wewe unajijua. Wakati ulipokuja nyumbani ya leo, siku ya leo, ulikuja ukiwa unajua unaelekea wapi. It is the time to break before the Lord, so that He may create in us a clean heart. He may create in us the kind of the righteous spirit that we need in order for us to live a life that is worthy of His calling. We were not born again. We were not born again to live a defeated life. It is not the will of God. It is not the will of God for us to be defeated. The Bible says in the 2 Corinthians chapter 10, verse number 4, our weapons of warfare are not carnal. They are mighty through God to the pulling down of every stronghold, casting down every imagination and thought that exalts itself above the will of God. We were not created by God to be defeated. We were not created. It is good that we are alive today, so that we may inherit God, so that we may tunaweza kuchukua nafasi yetu katika ufalme wa Mungu and to take what is ours. Father, we thank you. We bless you. We honor you. Thank you for your faithfulness. The Bible says in the book of Isaiah 55, verse number 10 and 11, just as the dew comes from the ground and the waters in the earth, and the water does not dry,